ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي ونفسكم بتقوى الله. Ndugu waumini, nausia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kuhusu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni mwezi ambao tumefika 10 la mwisho, na hili ndilo 10 ambalo ni la kufanya ibada na maghfira kwa wingi zaidi. Kama jana tulizungumzia kuhusu dua bora katika usiku wenye cheo, na leo inshallah tutaendelea pale tulipoishia, tukikumbushana jana katika hadithi iliyopokelewa na Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimshukie yeye. Siku moja alifuata Mtume akamwambia, araaita, e Muhammad, unaonaje, in araaitum, ikiwa mimi nimegundua, anwakafta fi lailatul qadr, mimi ikiwa nimegundua nimesimama katika usiku wenye cheo, ma akuli fiha ya Rasulullah, niseme nini e Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume alimfundisha dua hii Aisha, akamwambia dua bora katika usiku wenye cheo ya kusemwa ni Allahumma innaka afuwun, ewe Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni mwingi wa rehema, tuhibbul afwa fa'fu anni, vile vile wewe unapenda kusamehe. Ndio mada ambayo tuliozungumzia jana, na tukaachilia pale wala afuwun, hakika hili neno afuwun min asma'illahi ta'ala, katika majina ya Mwenyezi Mungu, wa huwa yatajawazun an sayyi'atin abdahum, na hakika Mwenyezi Mungu anapenda kuwasamehe madhambi waja wake. Mtu ukifanya madhambi na ukiamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atakusamehe. Ndio pale akasema katika hadithi al-Qudsi, laiti ingekuwa nyinyi wanadamu hamfanyi madhambi, basi ningeliwaua kisha nikaomba wengine ambao ni wenye kukosea. Kwa hiyo na maana utakapofanya madhambi kisha ukaamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusamehe, lakini si yale madhambi ya kukusudia, ni madhambi yale ya kuteleza kwa mtelezo, na ukiamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Wa huwa yuhibbul afuwun, hakika Mwenyezi Mungu anapenda akusamehe. Yuhibbu an yafuwa an abdin, anapenda kusamehe waja wake. Wa yuhibbu min abdihin, na vile vile anapenda katika hawa waja wake vile vile ayafuwu min ba'dihi an ba'di, anapenda waja wake wasameheane wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa utakuwa unaishi na jirani yako au ndugu yako, alafu mkakosana, mkakosa kusameheana, basi Mwenyezi Mungu naye pia hatawasamehe. Kwa hiyo ni nini? Msameheane ndio Mwenyezi Mungu awasamehe. Na ikiwa mtaishi hivyo kutopendana na kutoelewana, basi mtapata tabu, na maana ni msameheane baadhi yenu na Mwenyezi Mungu naye atawasamehe. Kwa hiyo fa innal afuwa ba'dhum 'an ba'd, na mtakaposameheana baadhi yenu ninyi wanadamu, amala bi afwahin, hakika Mwenyezi Mungu huwafanyia mambo yenu, huwafanyia msamaha kwenu ninyi, na kuleta amani na ninyi vile vile pia mkapendana. Kwa hiyo tukiwa tuko katika 10 hili, ni 10 ambalo ni la kufanya ibada kwa wingi, hususan tunapoamka usiku kuswali ile tahajjud. Kwa hiyo ndio pale tunapoiaga Ramadhani inapasa tufanye ibada, kwa sababu wale, nikimalizia katika hii suratul Qadr, kwa wale almarifina billahi waliotunga kitabu hichi, wanasema
idha aujaatka dhunubi fadawiha, itakapokuwa mwanadamu madhambi yamekuzidi katika nafsi yako, basi rudi kwa Mungu na uombe tauba, kwani istaghfirullahu min qawli bila amalin, kumwomba Mwenyezi Mungu bila kuleta vitendo, lakad nasabtu lidhil hukumin, kama vile vile tu kupigia mbuzi gita. Ina maana ikiwa mtu atakuwa yeye amesema Mwenyezi Mungu nisamehe, lakini haonyeshi vile vitendo, haji msikitini kuswali, ni ile tu kusema na mdomo pale pale, basi itakuwa hafanyi chochote. Inapaswa kiamua kuomba msamaha na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, urudi kisawasawa na Mwenyezi Mungu atakusamehe, kwa sababu kila mtu ana madhambi yake, yeye mwenyewe anayajua katika nafsi yake, na kila mtu anajua alimkosea vipi. Mungu analijua yeye mwenyewe kutokana na nafsi yake. Kwa hiyo ikiwa utaamua kutubia, mwanadamu ni utubie tauba ile ya kikweli kweli. Ndio maana Mtume alikuwa likifika 10 hili lote alikuwa akiswali kiamu layl kuanzia mwezi 21 mpaka pale mwezi utakapoandama. Na anasema Mwenyezi Mungu, wa'lamu anna sharafa almu'minu qiyamuhu al-layl, na hakika ujue utukufu wa yule mcha Mungu ni yule ambaye ni mwenye kusimama kisimamo cha usiku. Wannasu niyamun, usiku ule hakika watu wamelala. Tatajafu junubu an madajihim, hakika zinaepukana mbavu zake na malalo yake. Pale yad'una rabbahu khawfan wa tamaa, wanamuomba Mwenyezi Mungu wakiwa na hofu na vile vile na kutumai yale wanayaomba kuwa kwamba yatakubaliwa. Kwa hiyo ikiwa wameamka usiku na ukaamua kuswali na kuomba zile dua zako, basi kwanza uwe na hofu pale na vile vile na uwe na tamaa kile unachokiomba kitakubalika. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile vile wale wenye kutoa vile ambapo Mwenyezi Mungu amewaruzuku. Kwa hiyo ni watu warudi kwa Mwenyezi Mungu na vile vile wamuombe msamaha na kufanya ibada kwa wingi. Kwa hiyo yarfa'u yadaka billaili, watu wao wanaamka usiku na kunyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu, maana kila mtu ana mzigo wake ambao amebeba yeye mwenyewe, na Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim ni Mungu wa rehema na vile vile anapenda kusamehe. Na amemsisitiza mja ikiwa atakuwa amefanya madhambi hata kama ni ya kupita kiasi, hata kama madhambi atakuwa yanaanzia chini ya ardhi mpaka juu yanagusa mbingu, Mwenyezi Mungu anamwambia mja kama huyu, wala taqnabu min rahmatillah, hakika usikate tamaa kwa Mwenyezi Mungu. Anasema innama kanutika min dhunubika a'zam, hakika kule kukata tamaa katika kufanya yale madhambi yako uliyofanya unachukuliwa utasamehewa, basi a'zam ni dhambi. Ina maana yeye tayari Mwenyezi Mungu ni afuwu, yeye anaitwa afuwu, ni mwenye kusamehe. Kwa hiyo ikiwa umefanya madhambi ukakata tamaa ukasema Mwenyezi Mungu hatakusamehe, hilo ni dhambi kubwa sana. Ni urudi kwa Mwenyezi Mungu na ujue atakusamehe Mwenyezi Mungu. Farahmatuhu lilmu'minina, kwani hakika utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kuamini. Karaman, Mwenyezi Mungu ni ukarimu. Ina maana mtu akiwa ameamini na kuamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anafurahika katika nafsi yake, na mtu kama yule anakuwa mkarimu kwake. Na vile vile warahmatuhum lilmuznibina, na rahma za Mwenyezi Mungu vile vile kwa wale wenye kufanya madhambi. Takarumu vile vile pia ni ukarimu kwa Mwenyezi Mungu. Ina maana hakuna mwanadamu aliyeko kamili, Mwenyezi Mungu peke yake ndio yuko kamili. Kwa hiyo mtu atakapokosea na akaamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu kutafuta tauba ya kweli, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Ndio utakuta watu wanapofika 10 la mwisho hufanya ibada kwa wingi ili wapate Lailatul Qadr. Maana tunaambiwa
khairu min alfi shahr, ile ni bora. Ukiipata ile Lailatul Qadr itahesabika kama kwamba umefanya ibada miezi 1000. Hasa tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atujalie tuwe ni wenye kusikia na kuyafuata. Inshallah nitakomea hapa. Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu na atuongoze inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.